Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kusalimu katika jina la Yesu. Tanzania. Naomba tuombe kabla ya yote, kabla sijajitambulisha. Baba Mungu, nakushukuru katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwema wakati wote na majira yote. Wakati huu Bwana, naenda kuleta ujumbe huu ambao umenituma kwa watu wako. Naomba msikilizishe huyu dada, huyu kaka na huyu mama, huyu baba. Wote Bwana, wazee na vijana waelewe ujumbe huu kwa habari ya maombi yenye hekima katika jina la Yesu. Naomba na ushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jeremia Danieli. Ni mwinjilisti, natumika katika uinjilisti na pia ualimu. Napenda tujifunze somo hili kuhusu maombi. Maombi ni mawasiliano baina ya Mungu na wanadamu. Mungu na mwanadamu. Biblia inatuasa sana kuzidi kumwomba Mungu, tuzidi kumwomba Mungu katika maisha yetu, tukijua maombi yenye matokeo. Kwanza tuangalie kwa Hana. Hana ni mwanamke ambaye aliomba na tukaona anajibiwa. Mungu alimjibu Hana katika hali ya maombi. Hana ambaye alionekana amelewa, Hana alionekana mbele ya Eli kama haeleweki, lakini ndiye aliyejibiwa maombi na akaona matokeo. Watu wengi saizi wanaomba lakini hawajai kuwa na ushuhuda kwamba jambo gani Mungu ametenda. Lakini ukitaka umuombe Mungu na uone matokeo, fanya hili. Achilia moyo wako mbele za Mungu. Weka mawazo yako mbele za Mungu. Weka kila kitu mbele zake Mungu, ili Mungu akupe matokeo yaliyo sahihi. Nenda, Paulo anasema ya kwamba nilipokuwa katika roho, akili zangu hazikuwa na matunda. Watu wengi wanaomba lakini akili zao bado zina function. Ukiona umefika level hiyo bado, wewe fika kiwango ambacho unatumia hekima ya Roho Mtakatifu, sio akili zako. Ifike wakati unaomba, uombe kwa hekima ya Roho Mtakatifu. Yani kile unachokisikia kwenye maombi kiwe ni cha Mungu, hekima ya Mungu. Yani upako wa Mungu unanena ndani yako. Usiwe kwamba kile unachokinena kiwe kinatoka katika mawazo yako. Ndio tunaanza kwa akili zetu wakati tunaomba, stage by stage. Wakati unaendelea, Biblia inasema mimina moyo wako kama maji mbele za Mungu. Ukisoma Maombolezo 2:19, umimine moyo wako kama maji mbele za Mungu ili upate matokeo. Mpendwa, usiombe kikawaida kama wengine wanaomba kwa ukalili. Hapana, omba kwa maneno yako, omba kwa yale unayokuswa. Yapi unataka kumlilia Mungu? Yapi unayo mbele za Mungu? Hayo ndio yaombe, ndipo utakapoona matokeo katika haja yako. Naomba ujue kwamba hapa najua huyu ndiye jibu la mwisho. Mungu ni jibu la mwisho katika maombi na sio mwanadamu. Katika hayo yote amini Mungu atatenda. Hata leo ukiwa unaombea kuhusu kichaa, atapona. Ukiombea watu kufunguliwa, watapona. Lakini maombi gani? Ni maombi yenye matokeo, maombi ya kububujika, maombi ambayo moyo umepondeka, umevunjika, uko mbele za Bwana unanena mbele za Mungu. Usiache kuomba, usinyamaze mbele za Bwana, usikae kimya mbele za Bwana. Nenda kaombe, nenda kwea mbele za Mungu. Kama Musa alienda kunena na Mungu katika mlima Sinai, ndivyo leo tenga muda wako, nena na Mungu akupe siri za kwenda kuhubiri ulimwengu. Nenda katika mlima, kwea kaombe, omba. Unavyoshuka utoke na hekima. Usitoke kwenye maombi hauna la kutuambia. Kama unatoka kwenye maombi hauna la kutuambia, ulikuwa unaomba nini? Omba kwa ustadi kama Musa alivyokuwa akiwasiliana na Mungu. Na wewe unavyokwea urudi na majibu ya watu wako, familia yako, watoto wako, una wajukuu, una rafiki zako, una jamaa zako, una ndugu zako. Wote wanakusubiri wewe unasema nini, mtumishi wa Bwana. Katika kila tatizo linalotokea, nenda kwea mbele za Mungu, kamuulize Mungu, mwaka huu je, kuna mvua ama hakuna mvua? Mwaka huu nilime nini? Mwaka huu nifanye nini? Mwaka huu nifanye biashara gani? Mwaka huu yote ni ya kumuuliza Mungu. Muulize Mungu kwamba mimi nitaishije. Hilo ni swali la kumuuliza Mungu na sio wanadamu. Na kanuni za maisha yote ziko kwa Mungu. Kanuni za ndoa zipo kwa Mungu. Kanuni za familia zipo kwa Mungu. Kwa hiyo nenda katete, omba. Unataka watoto, unautasa, Mungu atakufungua. Omba mbele za Mungu kwa imani, bubujika mbele za Bwana. Kila aliye na kiu na aje majini. Kila aliye na kiu na aje majini. Kila aliye na njaa aje achukue chakula kwa Bwana. Kila asiye na fedha aje anunue bila fedha na dhahabu. Kwa Bwana kila kitu kina